uhifadhi wa nyama ni muhimu kwa sababu nyama kwanza ukihifadhi kwenye mazingira ambayo sio salama inakuwa ni hatari kwa afya. Kwa hiyo inaweza ikasababisha magonjwa, mfano magonjwa ya tumbo, au mtu anaweza kupata magonjwa ya tumbo kwa mfano kuharisha au mwingine akatapika. Hii ni hatari. Kwa hiyo pia hata nyama ukisipohifadhi vizuri inaweza kubadilika muonekano. Pia hata ikawa na harufu ambayo harufu ya kukera. Kwa hiyo kiafya hii inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo ni vizuri nyama itunzwe katika mazingira sahihi kwa ajili ya matumizi. Uhifadhi ambayo sio salama, kwa mfano nyama unaweza kuhifadhi kwa mfano kwenye friji ambayo kwenye mazingira ya baridi. Hii itapunguza uwezekano wa vijidudu kuishambulia nyama na kuiharibu. Au unaweza kukuta watu wengine wanahifadhi nyama kwa kuning'iniza. Hii inaweza nayo katika mazingira sahihi, hii inaweza ikaepusha nyama na kushambuliwa na wadudu ambao wanaweza kupelekea magonjwa. Miongoni mwa magonjwa ambayo yanaweza kupelekea ulaji wa nyama ambayo sio sahihi ni pamoja na magonjwa, kwa mfano magonjwa ya Brucella. Inaweza kupelekea mtu akapata magonjwa kulingana na ulaji wa nyama ambayo sio salama, au mtu mwingine akapata magonjwa, kwa mfano magonjwa ya unakuta labda wanyama wameathirika labda kwa ugonjwa kama wa TB, unaweza kutoka kwa wanyama unaweza ukaenda kwa binadamu. Au hata unaweza kukuta nyama pori na zenyewe zinakuwa na magonjwa. Kwa hiyo hii lazima pawepo na uangalizi maalum kwa ajili ya kuweza kuhakikisha nyama inakuwa na usalama. Miongoni mwa dalili ambazo unaweza kuzitambua kwa nyama iliyoharibika ni pamoja, unaweza kukuta nyama inakuwa na harufu kali. Kwa hiyo itakuwa na harufu kali, kwa hiyo hii inakuwa moja kwa moja inakuwa haipendezi. Unakuta nyama nyingine unakuta imebadilika, ukigusa hivi unakuta inateleza. Kwa hiyo na yenyewe unakuta haifai. Au unakuta nyama nyingine imebadilika hadi rangi, unakuta labda imekuwa rangi ya kijani. Kwa hiyo nyama hii inakuwa ni hatari. Inaweza kukuta nyingine sasa imeenda hatua nyingine zaidi, unakuta hata wadudu wanaonekana kwenye hiyo nyama. Kwa hiyo inakuwa ni hatari kwa afya. Kwa hiyo lazima uzingatie taratibu za utunzaji wa nyama ili kuhakikisha usalama wa nyama. Kwa virutubisho ambavyo vinapatikana kwenye nyama, nyama ina madini ina virutubisho, protini ambayo hutumika katika kujenga mwili. Pia nyama pia, kwa mfano kuna nyama nyeupe na pia kuna nyama nyekundu. Kwenye nyama nyekundu nyama inakuwa na madini chuma, ambayo madini chuma husaidia kuongeza damu mwilini. Pia nyama unayokuta inakuwa na madini ya zinki, madini ya magnesium, pia madini chokaa ambayo tunasema madini ya calcium. Kwa hiyo ikitokea nyama imeathirika na imeharibika, kwa hiyo itabidi uitupe nao au utanufaika na hivi virutubisho. Nyama kitaalamu tunashauri ile nyama ambayo inatoka moja kwa moja machinjoni afu unakuta inaingia mtaani, unakuta bado inadondosha damu. Kitaalamu huwa tunasema hiyo sio nyama. Hiyo bado unakula misuli ambazo wazungu wanaita muscles. Hiyo inakuwa ni misuli. Kwanza asili ya nyama hii huwa bado ni ngumu. Kwa hiyo hata uandaji wake, upikaji hadi uje kufika mezani kwa ajili ya kuliwa, unaweza kukuta inakuwa hata wakati wa kula unakuta inakuwa bado ni ngumu, kwa sababu hii nyama haijapitia ule mchakato unaita muscle rigor, ambayo inakuwa nyama inabadilika kutoka kwenye misuli hadi kuwa nyama. Kitaalamu nashauri angalau kwa kuanzia nyama utakuwa uile baada ya masaa 24. Angalau kwa kuanzia. Ni vizuri ikiwezekana masaa baada ya siku 2, siku 3. Kitaalamu unaweza kuendelea hadi baada ya wiki 1, wiki 2, wiki 3. Kwa hiyo ukila nyama baada ya angalau masaa 24, hapo utakula nyama na sio utakula misuli. Kwa hiyo tunashauri angalau nyama uile baada ya siku 1 baada ya masaa 24. Njia zilizo bora ili kwa kutunza nyama ikae kwa muda mrefu. Nyama unaweza kuitunza, kwa mfano unaweza kuweka kwenye mazingira ambayo ni ya baridi. Mazingira ya baridi, kwa mfano unaweza kuweka kwenye jokofu, au unaweza kuweka ukaining'iniza kwenye chumba ambacho kina ubaridi, ambao utaitunza vizuri nyama. Au unaweza kuiweka kwenye mazingira salama. Unaweza kuweka kwenye mazingira salama hata kama umeining'iniza. Unaweza ukachukua, kwa mfano
ukachukua maji yenye mchanganyiko na chumvi ukaichoma na sindano ile nyama yako, kwa ile chumvi kiingia ndani ya nyama inasaidia kupunguza ile nyama kushambuliwa. Kwa hiyo utakuwa umeongeza thamani. Kwa hiyo nyama itakaa muda mrefu, kwa hiyo hata utakapoweza kuja kuitumia haitakuwa na madhara kwako. Hatua ambazo nitakuwa kuzichukua kwa ajili ya uchakataji wa nyama ni pamoja na, kwanza lazima mnyama akaguliwe kabla ya kuchinjwa ili kujua kama huyu mnyama ni mzima au la. Na ikitokea kama mnyama ni mzima, basi anatakiwa achinjwe na achunwe kwenye mazingira sahihi, mazingira salama. Kwa mfano unashauri kama ni umemchinja, kama ni ng'ombe au mbuzi, unatakiwa umning'inize kichwa chini, miguu juu. Hii itakusaidia hata kupunguza kiasi cha maji kwa mnyama. Hata pia wakati baada ya kumtoa ile ngozi ya nje, tunashauri kitaalamu unatakiwa utumbo, vile viungo vya ndani, kwa mfano utumbo unatakiwa uanze utoe, uhakikishe kwamba utumbo usitobolewe, ili kile kinyesi kwa asili huwa kinakuwa na bakteria, kwa mfano salmonella au E. coli inaweza kawa kuwepo kwenye hicho kinyesi. Kwa hiyo ikitokea kile kinyesi kimekutana na nyama, kwa hiyo nyama inaweza ikaambukizwa, baadaye ikawa ni hatari. Kwa hiyo tunashauri kama ni nyama umchinje katika mazingira hayo. Hii itaongeza ubora wa nyama yako, hata utakapowapelekea watumiaji au kwenda kuwauzia wananchi, hii watakula nyama ambayo haitakuwa na maambukizi, kwa sababu utakuwa umefuata taratibu za uchakataji wa nyama. Jamii inayotakiwa cha kufanya, kwanza ni lazima tukubali kujifunza. Tusiishi kwa mazoea. Ukikubali kujifunza utapata taarifa, inawezekana taarifa zile ambazo ulikuwa unazijua lakini ulikuwa unazijua kwa udogo, au kuna taarifa ambazo utazipata ulikuwa huzijui. Kwa hiyo ukizipata taarifa hizi utazifanyia kazi, itakusaidia kuja kufanya maamuzi yaliyo sahihi kwenye masuala ya usalama wa nyama. Hii itakuwezesha wewe, inawezekana kama wewe mtu binafsi, mtu mmoja au familia ikawa na afya bora ambayo inatokana na ulaji wa nyama iliyo salama.